Huu ni utamaduni kutoka kwenye kabila la Kimakonde. Hizi ni hatua za mwisho kukamilisha masharti ya unyago. Hapa mtoto baada ya hili anaenda kuvishwa nguo nzuri na kufanya sherehe, lakini linakuja baada ya makamiliko ya siku takribani 30 muda mwingine hadi mtoto kufikiwa kufanywa kitu kama hiki. Hafanyiwi tu kila mtoto, hufanyiwa baadhi ya watoto kutoka kwenye kabila husika. Kama ni Makonde atafanywa mila za Kimakonde na makabila mengine yatafanya mila kutegemeana na kabila lao. Watu wa kisasa wanasema siwezi kumpeleka mwanangu kufanywa vitu kama hivi. Wengine wanasema ukienda kwenye unyago ama jando unafanywa vitu vya ajabu sana. Watoto wa kike wanafikia hatua ya kufundishwa hadi kukata mauno wakati umri wao ni miaka 6, 7 hadi 8 tu. Kwa nini nimpeleke mwanangu uko? Lakini je, kuna uhalisia juu ya hayo anayozungumza? Nimetafiti kidogo, nimegundua kwamba yapo ambayo yanazungumzwa ni ya ukweli, lakini mengi si ya ukweli. Kabila lolote hapa duniani linakuwa lina mila yake. Nilivyosoma mafundisho ya dini zote mbili ambazo tunaziamini, hasa zinazofuatwa hapa Tanzania, yani Uislamu na Ukristo, zote hazikatazi watu kufanya mila zao za asili, isipokuwa zinasisitiza kufanya mila ambazo hazimkufuru Mwenyezi Mungu. Mila hizi zina faida kwa kiasi chake. Ndiyo maana naamini baadhi ya wazazi wengi tangia miaka na miaka wanapambana na wanakubali kutoa vizazi vyao kwenda kufanyiwa mila hizi. Ingekuwa ni mbaya kwa kiasi hiko, unafikiri mzazi angekubali mwanae kwenda kufanywa hivi? Haya sasa, mengine yanayofundishwa huko kiachana na kukata mauno kama yanayozungumzwa, huenda yana faida kubwa kwenye jamii, na ndiyo maana watu wanapeleka huku. Uhalisia ni upi? Uhalisia ni mtu kufata kile kitu ambacho anaamini ni kizuri katika maadili. Wataalamu wa mila wanasema kwamba baadhi ya mimonyoko ya maadili yanayotokea kwenye jamii sasa hivi ni kutokana na baadhi ya vizazi kutofuata mila za zamani. Hii ni sauti ya Jirax Fari na hii ni Jirax Night.